siku ya uchaguzi. Leo ni siku ya uchaguzi kwa mujibu wa maelezo yaliyopewa hapa. Ninawaomba, ninawasihi, hakikisha mnachagua viongozi walio bora. Viongozi walio bora. Musiogope, musitishike, kuweni imara katika maamuzi yenu. Idadi ya wanachama watakaogombea nafasi ya ujumbe wa bodi, kamati ya usimamizi, uwakilishi itapendekezwa na kamati ya uchaguzi chini ya afisa msimamizi wa uchaguzi baada ya kufanyika kwa mchujo wa waombaji wa nafasi za uongozi kulinganisha na sifa zinazotakiwa. Ni vema idadi ya wajumbe watakaochaguliwa iwe ile namba isiyogawanyika kwa 2, yani wajumbe wawe 5, 7 au 9, ili kuondoa mivutano pale bodi ya chama husika itakapotaka kufanya maamuzi. Aidha, katika idadi ya wajumbe wa bodi na kamati ya usimamizi watakaochaguliwa, wanawake watakuwa na idadi isiyopungua 1/3 ya wajumbe wa bodi yote ya chama husika. Pamoja na mambo mengine, wagombea watakaopigiwa kura ni wale watakaokuwa wamepata alama zisizopungua 50%. Aidha, wajumbe wa bodi na kamati za usimamizi waliomaliza muda wao katika nafasi za uongozi na kutaka kugombea kwa kipindi kinachofuata, ni lazima chama chake kiwe kimepata hati inayoridhisha katika ukaguzi wa hesabu za mwisho za chama. Mapendekezo ya kamati yatawasilishwa kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi na afisa msimamizi wa uchaguzi kwa maana ya mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi. Kasim Chande Kirumwiniki, Shamte Mohamed Shamte, Zaruna Nasoro Tewele, Salum Ali Muhila, Abdalla Ali Mtunage, Haji Mohamed Kibiga. Ni 9, si ndio? Kwa hiyo hao ndio waliofikisha zile sifa. Kwa kama mmenifuatilia vizuri, nimesoma waraka, nimesoma nyaraka zote za uchaguzi hadi nilipofikia. Kabla sijasimama tena na kutoa utaratibu, naomba mrajisi msaidizi wa mkoa wa Lindi toe neno ili tuweze kufikia hatima. Msimamizi wa uchaguzi na mwenyekiti, kwa kuwa kila ambalo linaelekezwa kwa mujibu wa sheria limeonekana halitekelezeki, ushauri wangu tuwahoji wanachama wa kupiga kura kwamba uchaguzi uendelee ama usiendelee, kwa sababu ushirika ni hiari. Kwa sababu ushirika ni nini? Ni hiari. Na kwa muda ambao tumejitahidi kutoa elimu, nadhani hakuna chama ambacho tumetoa elimu kama leo katika usimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo kwa kuwa sheria iko wazi, nikuombe tu usimamizi wa uchaguzi sasa sheria ifuatwe kwa watu. Sababu kila kinachoelekezwa kwa mujibu wa sheria hakifuatwi. Lakini sheria hii na utaratibu huu umesimamiwa kwa vyama vingine vyote vilivyofanya uchaguzi katika nchi hii. Sasa mimi ni shauri ili tuweze kuwa na afya bora katika ushirika. Kwenye mamlaka wao ndio watatoa maelekezo nini cha kufanya. Sawa? Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatuna cha kusema kama wasimamizi. Kwa mtapata maelekezo kiofisi nini cha kufanya. Ngapi wanataka taratibu za uchaguzi wa chama chetu hiki cha ushirika ziendelee? Na kama utahofu kwamba baadaye huko kuna jambo lingine, hiyo ni demokrasia. Hiyo ni demokrasia. Sawa? Hiyo ni demokrasia. Kwa hiyo ninawapeni demokrasia.
demokrasia, uhuru wa demokrasia, kwamba wangapi wanahitaji tuendelee na utaratibu wa uchaguzi kwa mujibu wa sheria za vyama vya ushirika, aidha kuendelea na uchaguzi ama kutoendelea na taratibu za uchaguzi. Waliopiga kura za kwamba uchaguzi uendelee ni wajumbe wa mkutano mkuu 17. 17 wamesema taratibu za uchaguzi ziendelee. Waliosema taratibu za uchaguzi zisiendelee wamefika 275. Hamnikomoi mimi jamani, mimi msimamizi tu hapa, simenielewa? Mimi ni msimamizi tu. Haya, yule mwenzangu na mimi asiye na upande mmoja. Kwa jumla ya kura zilizopigwa ni 293. Kwa idadi yenu, maanake wajumbe wengi hawakupiga kura. Utakapotoka utaratibu mwingine, kwa sababu tunaenda kuwasiliana na mamlaka, utaratibu mwingine utakapotolewa wakati mwingine, tafadhali haki na wajibu wa mwanachama zingatieni kwa wingi kabisa. Chukue fomu ili kupanua wigo wa demokrasia. Tunaweza tukawa tunajidhulumu wenyewe kwa kuacha demokrasia kuto kuchukua nafasi. Ni haki na wajibu wa mwanachama, ni haki na wajibu wa mwanachama kuchagua, kuchaguliwa. Maana yake kuchaguliwa ni lazima ujaze